Barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrin wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fakhalaqna al-'alaqata mudghatan fakhalaqna al-mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jambo la kwanza kubwa la muhimu ambapo mwanadamu hafai kulisahau jambo kama hili ni kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alipo popote, anapokuwa atembea, anapokuwa amelala, anapokuwa anakula, kwa kila anachokifanya, baada ya kufanya kila ambacho kwamba ana azma kukifanya, ni lazima awe ni kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumshukuru, sababu hakuna mwanadamu aweza kufanya lolote kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajampangia ni mwenye kufanya. Ni yakini kwamba kila ambacho kwamba kilicho ndani ya ulimwengu, kama ni mwanadamu, kama ni hayawani, kama ni miti, kama ni chochote kile, hata samaki baharini, hata ndege juu ya anga, hawawezi kutoa hatua yoyote mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awe ameamrisha. Leo tunaelezea mambo muhimu, ambayo mambo muhimu yenyewe ni kuelezea mwanadamu alipatikana namna gani, sababu ya mwanadamu, mwanzo wake mwanadamu alikuwa nani mpaka leo akawa ni binadamu. Utaona ni kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa sisi ni wanadamu. Mungu angetaka angetuumba, ana viumbe vake tofauti tofauti. Angetaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angekuwa ametuumba miti. Miti ni katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena angetuumba miti ambayo kwamba hata haina thamani. Kuna miti wanadamu hawaitumii kuila, wala hayawani hawaitumii kuila. Iko miti japo ina kazi yake, lakini utaona haina thamani. Hata watu kwenye mashamba yao hawataki kuwa na miti kama ile, lakini miti kama ile kazi yake inaweza kufanyiwa makaa. Kuna miti kama kule Tana River sana sana, kuna miti nafikiri jina lake kama sijakosea inaitwa midhenge. Ile miti iko na miba hatari, na miti yenyewe tena kwa sababu haina thamani kwa wanadamu wala kwa hayawani, utaona ikikatwa haraka inakuwa. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kile ambacho kwamba hakina umuhimu kwa mwanadamu wala hayawani, ndio kiko na nguvu kuliko miti mingine. Ile miti hata ukikata haifi, utaona bado inakuwa, kila ukikata bado inakuwa. Tofauti na miti mingine, kuna miti ambayo kwamba inatumiwa kwa manufaa ya wanadamu ama hayawani, kidogo tu ukikata ile miti inapotea. Kwa Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza wewe akuumbe miti, tena hiyo miti ya miba baadaye ufanywe makaa, uende ukauzwe, utiwe kwenye moto, mambo yako yameisha. Ama alikuwa anaweza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalie samaki, tena pengine kufanya ni samaki ambao, kuna samaki anaitwa ngogo kule. Huyo samaki ana sumu kali sana, hatumiki kuliwa. Mungu angekufanya wewe ni kibora. Kuna samaki anaitwa kibora, si ngogo, anaitwa kibora. Huyo samaki ana sumu kali, hatumiki hata kuliwa. Mwenyezi Mungu angetaka angekujalia wewe ni samaki, ama angetaka angekufanya ni ndege, lakini amekufanya wewe ni mwanadamu. Hii ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Paka leo wewe umekuwa ni kiumbe bora ambaye kwamba ni binadamu. Tena si kwamba ni binadamu peke yake. Leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba wanadamu
mtu akizaliwa tu pale pale amekata roho, ameenda kuzikwa. Ama baada ya mwaka, miaka miwili, ni wangapi waliozaliwa kwenye famili zetu wamekufa wakiwa wadogo, wengine wamekufa matumboni, wengine wamekufa baada ya mwaka, miaka miwili. Lakini wewe umeumbwa na mpaka leo ukawa ni mwenye kutembea, na mpaka leo ukajua ni kitu gani unachokifanya. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetaka pamoja na kuumbwa ni binadamu, angekufanya ni mwandazimu. Wangapi wanadamu kama sisi, lakini hawana akili, wanatembea tupu, wanafanya mambo ambayo kwamba ni sawasawa na hayawani. Lakini wewe umeumbwa ni binadamu, tena ya kwamba ni binadamu ukaumbwa kwamba ni mwenye akili. Hizi zote ni vitu ambazo kwamba itaka na wewe umshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu angetaka angekupatia akili, lakini angekufanya mlemavu. Ni wangapi katika mandugu zetu leo watamani kutoka siku Mwenyezi Mungu amewaumba, wana mikono lakini mikono ile hawawezi kushika, wako na miguu lakini miguu ile hawawezi kutembea, wako na mdomo lakini hawawezi kuongea, wako na masikio lakini hawasikii. Wewe umeumbwa kwamba ni mwanadamu kamili, uko na akili na viungo vyako ni viungo kamili. Ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema mwanadamu ameumbwa kutokamana na mchanga. Asili ya mwanadamu ni kutokamana na mchanga, awe mweupe, awe mweusi, awe mrefu, awe mfupi, awe tajiri, awe maskini, kila mwanadamu asili yake ni mchanga. Tumetokamana na mchanga kutoka Nabii Allah Adam. Sasa kwa nini tuko tofauti tofauti? Ni kama mchanga unavyoona, kuna mchanga mweupe, kuna mchanga mweusi, kuna mchanga unu, kuna mchanga unu, lakini sote asili yetu tumetokamana na mchanga. Baada ya mchanga tukawa ni wenye kupatikana kwenye matumbo ya mama zetu. Yani ina maana kupatikane kuoana, baba na mama waingiliane, baada ya kuingiliana kupatikane manii. Yale manii ndiyo asli ya mwanadamu, yakhuruju min baini sulbin wa taraib. Yale manii ndiyo asli ya kupatikana mwanadamu, kisha baadaye manii akaanza kugeuka kuwa pande la damu, likawa pande la nyama, haya akageuka mpaka mwisho ikapatikana mwanadamu, akaumbwa kwa umbo ambalo kwamba liko zuri kabisa. Lakad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mwenyezi Mungu ametuumba katika umbile ambalo kwamba liko zuri kabisa. Lau tungepatiwa wenyewe tujiumbe, pengine tungekuwa na kasoro, lakini Mwenyezi Mungu ametujalia, akatupatia macho mawili. Haya macho ndio yenye kuona, akatupatia na fahamu na akili. Baada ya kuona kitu ukazingatia kile kitu ni cha sawa, kina manufaa ama kina hasara. Baadaye akatupatia mikono na miguu kushikia pamoja na kutembea. Utaona baadhi ya hayawani wana miguu minne, lakini utaona wana kasoro kwenye kushika. Hayawani wengine hawajui hata kushika, lakini sisi tumepatiwa mikono, tukapatiwa miguu, tukapatiwa akili, tukapatiwa fahamu. Hii ni katika uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuumba. Kwa hivyo hakuna kiumbe bora duniani kama binadamu, hakuna kiumbe bora. Pamoja na kwamba kila kilioko ulimwenguni ni kiumbe, lakini hakuna kiumbe bora kama nani? Binadamu. Baada ya hapo haitoshi kwamba wewe ni binadamu mwenye akili, mwenye viungo kamili, kisha baadaye ukajaliwa kuwa Muislamu. Wangapi hawakupata bahati kama hiyo? Na wako walopata wakawa Waislamu, lakini wakaslimu kwa tabu. Masahaba Uislamu wao walipata, wenye kuuliwa, wenye kukatwa mikono, wenye kuadhibiwa, wenye kufungwa mahali wakafa na njaa. Mimi na wewe tumezaliwa kuwa ni Waislamu, ama ulislimu bila ya tabu. Hakuna aliyekufunga, hakuna aliyekupiga, ni wewe mwenyewe ukaamua kuslimu, ukawa leo ni Muislamu. Tena haitoshi kuwa ni Muislamu, ukajaliwa kwamba ni katika ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
ambaye hakuna umma bora kutoka Nabii Allah Adam mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna umma bora kama umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka baadhi ya mitume walikitamani, mitume wa Mwenyezi Mungu, baadhi yao walikitamani wao wawe katika ummati Muhammad. Wewe kuna mtu gani mtukufu zaidi ya mtume? Mitume ni watu ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewachagua, ni watu bora, ni watu ambao kwamba wataingia peponi moja kwa moja, hawana makosa wanaoyafanya, lakini wao wanatamani wao wangeitwa ummati Muhammad. Leo sisi tumebahatika, tumekuwa ni ummati Muhammad. Kwa hivyo hili ni shukrani kubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kutueleza, ambao kwamba itakuwa ni khutba ya leo, asema falyanzur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruj min bayni sulbi wat-tarab innahu ala rajin laqadir. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aendelea kutuambia falyanzur al-insanu ila ta'ami. Mwanadamu huyu ameumbwa kwa umbo zuri, akajaliwa viungo vyake salama, akili yake salama. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya huruma yake amemuumba huyu mwanadamu na akamuumbia namna gani ataishi kwenye dunia. Akamwekea chakula ambacho kwamba mwanadamu bila chakula hawezi kuishi, tena chakula kilicho bora, ambacho chakula kama kile kinamfanya mwanadamu apate afya mzuri, aweze kufanya ibada, aweze kutembea. Asema aangalie, anna sababna almaa sabba. Afikirie huyu mwanadamu, chakula, tuseme kila chakula kinatoka kwenye ardhi, watu wanapanda, kinapatikana kwenye ardhi. Mwenyezi Mungu anasema hata kile chakula ambacho kwamba mnachokipanda, yale maji, anna sababna almaa sabba, ni namna gani sisi ambao kwamba tunaoteremsha maji. Ukiona mvua ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaiteremsha. Ukiona maji kwenye kisima ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anaoyatoa. Katika maajabu makubwa, kuna sehemu ambazo kwamba ziko na maji, yani mto. Tatoa mifano, mahali ambapo kwamba kuna maji baridi, maji tamu. Katika maji hakuna maji matamu kama maji ya mto. Turudi kule tukitaja upande wa Tana River, ndio ambapo kwamba kuna mito. Hili maana Tana River maana yake kuna neno mto hapo ndani yake. Sehemu za Tana River zote, vijiji vya Tana River zote zimepitiwa na mto, na mto maji yake ni maji tamu. Lakini angalia katika miujiza, ukifukua ile ardhi ya Tana River, maji ukitoa ni maji ya chumvi, tena maji ya chumvi sana, kiasi cha kwamba hata hayawani wanashindwa kunywa. Kuna sehemu nyingine yale maji hata mbuzi hawezi kuyanywa, maji chumvi kupita kiasi. Na ukiangalia pale tu sehemu ndogo tu, ukiangalia mahali kama pale ndo mtu umepita hapa, ukifukua ni maji chumvi kupita kiasi cha kwamba hata yale mabomba yakifukuliwa, zile mabomba yakifukuliwa yanashika kutu kwa ile chumvi, unaona kile kisima hakifanyi kazi. Kinyume chake, kuna sehemu kama area za Lamu na sehemu nyingine ambao kwamba kuna maji ya chumvi kupita kiasi. Bahari ni maji ya chumvi, lakini ukifukua bahari iko pale, ukifukua mahali kama hapa utapata maji tamu mazuri. Nafikiri hata simbali kwa wanaojua area za Watamu kule, ziko sehemu ambapo kwamba kumefukuliwa visima, maji ni maji tamu sana, na ambapo kwamba karibu yake kuna bahari na maji ya chumvi. Hii yote ni katika mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye anayeteremsha mvua. Kisha sema thumma shakakna al-ardha shakka. Wewe unaenda pale unachukua tembe moja ama mbili ya mahindi unaweka kwenye ardhi ngumu, ardhi ambayo kwamba kufukua kwake mpaka utumie jembe. Kuna ardhi nyingine zina mawe kabisa mpaka utumie nguvu kubwa, lakini unafukua ile ardhi unaweka tembe peke yake. Kisha Mwenyezi Mungu anasema thumma shakakna al-ardha shakka. Ile tembe inayotoka utaona ni jani lile linatoka. Wewe huwezi kutia kidole katika ardhi pale,
moja kwa moja kikaingia. Lakini utaona lile jani la mahindi linapotoka, jani hafifu kiasi cha kwamba ukishika na meni la katika, lakini jani limeweza kutoboa mpaka likawa limejitokeza kwenye ardhi. Hii yote ni katika mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaona uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umepanda ukashughulika na yako, Mwenyezi Mungu ndio ambaye kwamba anayetoa ile tembe, anayetoa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faambatna fiha habba, Mwenyezi Mungu asema tukawa baada ya kuipasua ardhi ikawa ni wenye kutoa ile mimea pale ndani. Wa ainaban, asema nini? Thumma faambatna fiha habban wa ainaban wa qadhba. Mwenyezi Mungu anasema tukawa ni wenye kutoa zabibu, tukatoa mamboga, tukatoa haya, kila mimea unayoona, mitende yote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni anaitoa. Haya mazungumzo ukiyasikiza tu kwa haraka haraka utaona tu kama ni maneno tu ya Ijumaa lazima yazungumzwe, lakini ukizingatia na kufikiria ukawa ni mwenye kusikiliza kwa moyo wa ndani afida, utaona haya mambo ni mambo yatakana mwanadamu azingatie sana, kwamba yeye si chochote si lolote kwenye dunia. Yeye uko pale, hakuna ambacho kwamba kinachofanyika isipokuwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo watu wanalia, mahindi wako nayo, ardhi iko, lakini Mwenyezi Mungu amebana nini? Amebana mvua. Hayawani wapata tabu, wanadamu wanapata tabu, miti na kauka, sababu yeye Mwenyezi Mungu ndio mwenye kuteremsha mvua. Akitaka ataikataza ile mvua. Utaona kuna sehemu za angamia. Mnyama pengine alikuwa akiuzwa 5,000 6,000, hufika mnyama likiuzwa hata wengine likiuzwa 20,000 kabisa. Hufika wakati ng'ombe anauzwa mpaka 500 na hakuna anayemtaka. Mekonda, taabani, lao hatanunuliwa atakufa na hakuna anayemtaka. Sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefunga ile mvua ambayo kwamba ndio sababu ya sisi kupata chakula na ndio sababu ya sisi kufanya nini? Kulea hayawani wetu, kupata faida, kupata nyama na kuuza, kupata pesa, kufanya mambo mengine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefunga. Ama leo ardhi zile zile ambazo kwamba zilikuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akijalia mtu anapanda eka moja anavuna magunia kwa magunia. Leo mtu anapanda eka 10, tena baada ya kupanda akatia mbolea, akanosheza, akaweka vibarua, utapata wakati wa kuvuna hakuna hata gunia moja hapati. Mwenyezi Mungu hujalia ile ardhi ukawa hakujatoka kitu chochote, mimea yote ikafa, ama wakaja wadudu wakaharibu. Hii yote ni katika mipango ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema haya yote ametupatia sisi chakula na kila kitu, mata'an lakum wal an'amikum. Hataki chochote yeye, ametupatia sababu sisi tuishi maisha mazuri pamoja na hayawani, sisi tupate chakula na hayawani wapate chakula. Haya ndio katika maisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumbia, na ndio khutba leo itakuwa ikitueleza namna gani tutaishi kwenye dunia. Katika maneno ya Sayyidina Ali radhiallahu anhu, Sayyidina Ali anasema an-nafsu tabki wa kad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha la dara lilmar'i ba'da al-maut yaskunuha illa alladhi kana qabla al-maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharri khaba baniha. Baada ya kwamba Mwenyezi Mungu ameturuzuku zote, akatuumba wanadamu, akatuumba na afya, akatufanya viungo vyetu viko sawa, akatujalia Waislamu, akatujalia kupatiwa mtume na kupatiwa Qur'ani, kuna sababu. Si kwamba tumeumbwa tu basi tumeumbwa. Hayawani na miti wao pia wana kazi. Kazi zao ni sisi tutumie wale hayawani kujisaidia kwa chakula na kupata pesa kwa mambo mengine. Miti pia imeumbwa kwa ajili yetu sisi tupate kutumia ile miti, ima ni mbao kujengea, ama ni kufanyia kuni, ama ni miembe ipatikane maembe. Yote tumeumbiwa sisi, lakini na sisi tumeumbiwa kitu gani? Manake miti siku ya Kiyama
hakuna hisabu. Hayawani wote watakuwa mchanga, hakuna mbuzi wala ng'ombe atakayekuulizwa, wote siku ya Kiyama watakuwa mchanga. Sababu wale miti na hayawani na samaki na ndege, lengo la kuumbwa viumbe hivi ili sisi tupate kuvitumia na tupate kusaidika. Je, na sisi tumeumbwa kwa ajili gani? Mwenyezi Mungu ashamaliza kusema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tena asema kwamba wama uridu min riziki, si ndio? Wama uridu minhum min riziki. Mwenyezi Mungu hataki chochote, hajatuumba kwa sababu tupate kumfaidisha yeye. Leo wewe ukiajiriwa kazi, mfano umeajiriwa kwenye duka, ni mfanyaji kazi wa duka, wafaidika wewe kwa sababu wapata mshahara kila mwezi, lakini anayefaidika zaidi ni ule aliyekuajiri, sababu kila biashara ikipanuka yeye ndo anapata faida kubwa. Wewe una mshahara wapata, lakini yeye ambaye kwamba amekuajiri ndio anafaidika. Leo ana duka moja, kesho akafanya bidii maduka mawili, kinyume chake ile biashara ikianguka na yeye ule mwenye kukuajiri pia naye anapata hasara. Lakini tofauti na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ametuumba, akatupatia uhai, akatupatia wanyama tupate kuwatumia, akatupatia miti, akatupatia afya, lakini hataki chochote. Yeye kikubwa ametuumba tupate kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na kwamba yeye amesema tumtii yeye, si kwamba wewe ukiswali unampatia Mwenyezi Mungu faida. Hata usiswali, hata usifunge, hata usisome Qur'ani, hata usilete dhikri, wewe huwezi kupunguza chochote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal yale ambayo kwamba tunayofanya ibada zetu, inna salati wa nuski wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, pamoja na kwamba ibada zote tunazozifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, sisi ndio tunaofaidika. Sisi tunahitaji pepo. Kuna maisha baada ya hapa, kuna maisha ya kabri. Si kwamba mwanadamu akiwa duniani akiondoka ndio ameondoka. Hayawani, mbuzi, ng'ombe akisha kuchinjwa ameisha. Lakini wewe, haya maisha, kuna maisha baada ya maisha, ambapo hayo maisha mengine ndio maisha bora makubwa kuliko maisha haya. Na ndio sisi tumeletwa kwenye dunia. Ile ibada tunayoifanya sisi, lengo kubwa zaidi, ibada tunayoifanya sisi ili kwenye kabri zetu ziwe raudhatun min riyadhil janna. Kila mmoja anaswali, anafunga, anajiepusha na maasi, anafanya anayotaka Mwenyezi Mungu, kwa sababu baada ya kufa tu kuna maisha kabrini. Ile kabri ima itakuwa ni magiza makubwa katika magiza, ama itakuwa ni mabustani katika mabustani ya pepo. Ni kitu gani kitafanya iwe magiza ama iwe mabustani? Ni amali zetu. Ndio hizi sasa, Ramadhani twafunga, twaswali swala za faradhi, twaswali swala za sunna, twatoa sadaka, twafanya kila kheri, twasoma Qur'ani, twamswalia Mtume, ili tupate kwa makabri yetu yawe ni raudhatu min riyadhil janna. Kwa yoyote ambaye kwamba hatataka kuwa kabri lake liwe ni katika mabustani ya pepo, ni yule ambaye kwamba atapuuza, hataki kujua ibada yoyote, hana faradhi, hana sunna. Yeye ameumbwa ni kama hayawani tu, watembea baadamu, amepata chakula. Huyu ndiye ambaye kwamba tahasirika. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana chochote anachohitaji kwetu, bali sisi tunahitaji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatupatia kwa tunavyotaka. Yani wengine wanasema mwanadamu ama mtu atavuna alichokipanda, kila mmoja. Kwa hivyo Imam Ali anasema an-nafsu tabki, nafsi yalia, akiamanisha nafsi ina maana mwanadamu. Mwanadamu yuwalia, mwanadamu yuwashtakia, mwanadamu yuwalalamika ala dunia, juu ya ulimwengu. Kila mmoja analaumu dunia, analaumu maisha, analaumu namna gani ya maisha. Wakad alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Pamoja na kwamba mwanadamu anajua maisha mazuri na maisha yanayotakikana ya duniani na salama duniani ni kuacha yaliyomo ndani ya dunia. Dunia hii kila aina iko. Unaambiwa unapokwenda Misri,
Ukifika pale uwanjani inaambiwa mithluka kathir. Pale imeandikwa kwenye airport pale mithluka kathir. Ina maana kwamba wewe ukijifanya mwandazimu, wakuandazimu kukuliko wewe. Ukijifanya ni mlevi, kuna walevi kukuliko wewe. Ukijifanya ni mjeuri, kuna wajeuri kuliko wewe. Ukijifanya ni jambazi, kuna majambazi. Na hii ndio dunia. Popote unapoishi, kila tabia, wala wewe hufanyi jambo ukawa wewe ni mwanzo. Kama ni ukorofi na takaburi na kutojali, walikuwako nyuma kina Firauni na Karuni na Haman. Walikuwako watu ambao kwamba hawajali, bali wakafikia kusema ana rabbukumul ala. Mungu aliwaneemesha, akawapatia ufalme, akawapatia mali na nguvu, mpaka mwisho wakadai wao ndio miungu. Wewe umefikia hapo, pamoja na ujeuri wako, pamoja na kwamba hutaki kuswali, pamoja na kwamba huna habari ya kheri, lakini hujafikia kusema wewe ni Mungu. Kuna watu walipita nyuma wakadai wao kwamba ni miungu. Na kama ni kuhusu Mtume Musallamatul Kadhab, huyo alikuwa kwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alifika wakati akadai yeye ni mtume na yeye pia ana Qur'an anateremshiwa. Wewe hujafika mahali kama hapo. Kwa hivyo kwenye dunia, chochote ambacho kwamba wewe unafikiria utakifanya kishafanywa. Kwa hivyo mwanadamu anajua kwamba kusalimika, umekaa kwenye mtaa, usalimike na wale majirani, usimtukane mtu, usimdhulumu mtu, usiende kwenye maskani za watu, usijaribu kuingilia mambo ya watu, ndio utakuwa ni mwenye kusalimika. Mwanadamu anafahamu zaidi kwamba kusalimika kwenye dunia ni kuacha yale mambo ambayo kwamba watu wako nayo, utakuwa ni mwenye kusalimika. Lakini pamoja na hapo, mwanadamu hana habari kwamba yale ambayo anayoyafanya kufuata watu ndio analetea mitihani. Leo mtu utaona ameacha famili zake, ana mke na watoto, usiku ameenda kukaa mabarazani, kwenda kufuata miraibu ambao kwamba hauna maana, kutangamana na watu ambao kwamba hawana maana. Leo ameacha nyumbani kunaharibika, yeye uko nje. Mwanadamu kama huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemruzuku afya, amelala salama salimini, basi hana hata habari kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala angetaka kulala ndio ikawa kifo. Basi maadamu niko salama, wacha niende kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nikafanya ibada. Lakini utaona wanadamu hawana habari. Sasa utakapokuwa umeghurika na dunia kiasi cha kwamba wewe hauzingatii ni nani amejalia wewe uamke salama, ni nani amejalia kwako mikono yako ishike, ni nani amejalia macho yako yaone. Kuna watu ndugu zangu kutoka wazaliwe mpaka sasa wanasikia kwamba kuna kitu chaitwa mobile, hawajawahi kuona. Watamani wamwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, siku moja angaa wapate macho, wapate kuona simu ni kitu gani. Hii magari wanapata kusikia tu kwa mvumo kunaitwa magari. Mwenyezi Mungu kutoka awaumbe aliwakosesha macho. Wewe leo una macho yako, waenda unapotaka, waona unachokitaka. Kwa nini usitumia ile macho yako moja kwa moja ukaja msikitini, ukamwabudu Mola wako, ukaswali salatul fajri, ukapata wakati ukasoma na Qur'ani, kisha baadaye kafanya shughuli zako. Ikifika dhuri, funga biashara zako, kama ni kazi zako, kama ni shamba, kama ni baharini, dakika 2-3 mpatie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi utakuwa wafanya yako na Mwenyezi Mungu akiwaradhi. Lakini wanadamu walalamika hali ya kwamba wanajua ni kitu gani cha sawa kitakana kifanye. La dara lilmar'i ba'da almauti yaskunuha. Imam Ali anasema hakuna nyumba ambayo kwamba mwanadamu ataishi baada ya kufa. Kama tulivyosema kwamba haya si maisha yako, maisha makubwa kuliko haya. Haya ni mapito, lakini kuna maisha makubwa. Nyumba kama ile ambayo kwamba tunaoelezwa, hakuna mwanadamu ataishi maisha kwenye nyumba kama hiyo, ila ambayo nyumba kabla almauti baniha, ambayo kwamba yeye alijenga. Kwenye dunia hapa ni mahali sisi tunajenga. Nitangulia kusema kabri ni raudhatun min riyadil janna, ni sisi tutafanya. Wewe kabla ya dunia
mwenyewe. Mwenyezi Mungu anasema tumemwongoza mwanadamu katika njia mbili, imma shakiran wa imma kafura. Mwanadamu ashaoneshwa kwamba hii ndio nyumba na njia itakufisha kwenye hiyo nyumba salama, na hii ndio njia itakufikisha mahali pabaya. Ni wewe mwenyewe. Tena Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu. Mwenyezi Mungu alivyo mkubwa hamdhulumu mtu yoyote kwa lolote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupatia khiari. Ameeleza tu, ameleta mitume wa kutueleza kwamba ukifanya hili utafika hapa na ukifanya hili utafika hapa. Nyumba mzuri ni ile ambayo kwamba wewe mwenyewe. Imam Wali anasema nyumba mzuri ni ile ambayo kwamba fa in banaha bi khairin twaba maskanuha. Mtu akifanya mambo mazuri basi maskani yake itakuwa mzuri. Nyumba yake ni ile ambayo kwamba ni nyumba ya pepo, pepo ambayo kwamba maelezo yake twaelezwa kila kitu. Wa in banaha bi sharri khaba maskanuha. Mtu akifanya mabaya, akifanya machafu, yeye anajifanyia mwenyewe na anaenda kujenga nyumba mbaya. Ndio Imamu Shafi akasema inna lillahi ibadan futwana twallaku dunya wa khafu fitana nadharu fiha walamma alimu anna fiha anna walamma alimu laysat lilhayyi watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Imam Shafi alituwekea wazi baada ya kwamba wanadamu washaumbwa kwenye dunia, tushawekwa kwenye dunia, anasema kwamba kuna waja wa Mwenyezi Mungu, inna lillahi ibadan futwana. Mwenyezi Mungu ana waja wake werevu. Kuanzia sasa kila mmoja wetu haya maneno ya Imam Shafi ayapime, kama anayo yeye basi ajue yeye katika wale waja wa Mwenyezi Mungu werevu, na kama hana basi ajue yeye ni katika waja wa Mwenyezi Mungu, si katika waja wa Mwenyezi Mungu bali ni wajinga. Si katika waja wa Mwenyezi Mungu, yeye ni katika wanadamu wajinga ambao si katika waja. Yani ikisema waja wa Mwenyezi Mungu inamaanisha waja wema. Sote ni waja wa Mwenyezi Mungu, lakini huyu Imam Shafi anaamanisha kwamba waja wema, na alitangulia kuamanisha hiyo ilikuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardhi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama walladhina yaquluna rabbana srif anna adhaba jahannama inna adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Mwenyezi Mungu pia alikuwa shabainisha kwamba yeye ana waja wake wema. Sasa Imamu Shafi anasema inna lillahi ibadan futwana, waja Mwenyezi Mungu ana waja werevu, talaku dunya wa khafu alfitana, walitwaliki dunia wakaiacha dunia, wa khafu alfitana, na wakaogopa fitna za dunia. Sala liko hapa, kuitaliki dunia ni namna gani? Je, tusile? Je, tusilale? Je, tusitembee? Ndio itakuwa tumeepuka dunia? Manake mtu kumwacha mwanamke ina maana ni kumwepuka kabisa. Yule mwanamke hafai kumuingilia, yule mwanamke hafai kuwa pamoja na. Je, hii ni talaka ya dunia? Ni talaka gani? Talaka ya dunia ni kuepuka kila mambo ambayo kwamba hayamridhishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umepatiwa mikono, usijaribu kudhulumu mtu, usijaribu kumpiga mtu, usijaribu kushika cha haramu. Umepatiwa miguu, usijaribu kuenda mahali pa haramu. Umepatiwa midomo, usijaribu kumsengenya mtu, usijaribu kumtilia mtu fitna, usijaribu kumtukana mtu. Umepatiwa macho, usijaribu kuangalia kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hako radhi nayo. Hiyo ndio talaku dunia wa khafu fitna. Watu wema waliiepuka dunia na wakaogopa fitna zake. Nadharu fiha, waliangalia. Nadharu fiha, waliangalia dunia. Walamma alimu annaha laysat lilhayyi watana, walipoona kwamba dunia hii kila mmoja yuwajenga,
Kila mmoja atamani kuwa na gari, kila mmoja atamani kuwa na ndege, kila mmoja atamani na kuwa na maisha hali ya juu sana. Lakini walipoangalia kwamba watu walikuwa nazo, wakati wa nyuma kulipita watu matajiri wakubwa, watu walikuwa na makaisar sehemu ambazo kwamba mabustani makubwa makubwa, lakini siku ya mwisho walipelekwa kwenye kabri, sawasawa na yule ambaye kwamba alala chini ya miti, sawasawa na yule ambaye kwamba anakunwa na chai bila ya mkate. Yeye ule mchanga aliyepelekwa na huyu ni sawa. Kwenye mchanga, mto wake ni mchanga, nguo ni nyeupe. Kwa hivyo ule mwenye uwezo na ule maskini, mwisho wake kila kile ambacho kwamba ameenda mbio. Wama huznahu min hilin wa harami yuazzau bilbanina wa bilbanati, asema na zile ambazo kwamba tunazozikusanya sisi, wewe unakumbatia, hutaki kujua cha halali cha haramu, kumuua mtu, kumdanganya mtu, kumdhuluma mtu, mwisho wake zitakwenda kurithiwa. Watapatiwa ndugu wa kike na watoto wa kike, tena na mwisho wake kutakuja wapate watu ambaye kwamba hata alikuwa hazingatiwi. Mke wako ama mtoto wako baada ya kurithi aende akaolewe, ule bwana hata hana nasaba, lakini lile gari ambalo kwamba amerithi mtoto wako, yeye ndio anatembea nalo. Ile nyumba ambayo kwamba ameirithi, yeye ndio ambaye kwamba ametawala kwenye kitanda na ndio mwenye idhni na kila kitu. Kwa hivyo walamma alimu annaha laysat lilhayy watana ja'aluha lujatan, walifanya dunia ni mfano wa bahari ambao kwamba una mlango wenye shimo kubwa. Yani kuna sehemu katika bahari chombo kupita salama ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ziko baadhi ya sehemu lile boti ama meli ama jahazi kupita salama, yani mkianza kufika pale, basi watu wanashughulika na dua tu, kila mmoja muomba Mola wake, uwe Muislamu uwe nani, kila mmoja mpaka avuke mahali kama pale. Kwa hivyo wao wakafanya kwamba dunia ni lujatan, ni sehemu bahari yenye wimbi kubwa na shimo kubwa. Watakhadhu salihal amali fiha sufuna, jahazi yatakaipite, njia ni hiyo, hakuna njia, lazima ifike pale inapotakikana. Na bahari imechafuka, utafanya namna gani? Wao wakajalia kwamba matendo mema ndio jahazi za kuwavukisha salama. Na naam, kwenye dunia aliyesalimika ni yule aliyerudi akazingatia, akafanya mambo mema, akafanya mambo ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wale wataambiwa siku ya Kiyama, yani baada ya kukufa wataambiwa nini? Ya ayyatuha nafsul mutmainna udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wako watu wataambiwa baada ya kufa tu, wao wanafahamishwa katika watu wema. Hakuna kwa nasaba yoyote wala kwa mlango yoyote kwamba ni nani, iwe ni mtu wa aina yoyote, maadamu umefanya matendo mema ndiyo wewe. Usiulize ni kina nani. Je, ni katika familia ya Mtume? Je, ni katika maswahaba? Je, ni tabiina? Ni mimi na wewe ndio ambao kwamba tutaambiwa tuingie kwenye rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa njia gani? Kupitia kufanya ibada zetu. Kwa hivyo almuhimu, dunia kama mnavyoona hali imekuwa ngumu. Kila tukilala tukiamka, leo huyu amekufa, leo huyu amekufa, accident imetokea, amezama na maji, amefanyika hivi. Yani saa hii, zamani ilikuwa kusikia kifo ni jambo la kushangaza sana, mpaka usikie kifo. Mfano Gede kumetokea kifo, utapata mji watu wote kimya, mtaa mzima. Hata kama kuna harusi gani, harusi inaghairishwa. Maanake kilikuwa kile kifo zamani cha shtua watu. Saa hii limekuwa kifo ni jambo la kawaida, bali watu wanaelezana tu kama kuelezana habari tu nyingine. Bana fulani basi Mungu amrehemu. Hasa kwenye masimu saa tasikia alale pema. Yani kumekuwa watu wanakufa tofauti, na hii ni katika alama ya Kiyama. Mtume anasema katika siku ya Kiyama zikikurubia, vifo vya ghafla vitakuwa vifo vingi sana, vifo vya ghafla.
Kwa hivyo kitu kikubwa ni turudini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Mwenyezi Mungu ajalie dhambi zetu awe mwenye kutufutia. Mwenyezi Mungu ajalie wale wagonjwa, Mwenyezi Mungu aondoshie ugonjwa wao. Wale wenye dhiki, Mwenyezi Mungu aondoshe dhiki zao. Wale wenye madeni, Mwenyezi Mungu ajalie aondoke madeni yao. Wale ambao hawana makazi ama makazi yao imeharibikia, Mwenyezi Mungu awajalie wapate kazi za kheri. Na wale ambao kwamba wameoa, Mwenyezi Mungu alete utulivu kwenye familia zao. Na Mwenyezi Mungu ajalie wale wasiopata watoto, Mwenyezi Mungu awapatie watoto wa kheri. Na wale ambao kwamba wamepata watoto waishi kwenye maisha ya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayotaka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.